Ndosio gatuma tigano ni utugi Ikekwaga duma mweri ogithamaka tugakane hinya wa utugi waku ikionarira chata irake gakega yugo kerege othera no otu ni utugi watumire jaro utugi onduragia cia mwiri nokiuga ciagirire wira-ini wacio nikio ndona mundu atari na ciĩga imwe ngamenya kĩrĩa kĩmũtuire nĩ ũtugi nikio ndona kĩagĩcihũthĩra ũru ngamenya kĩrĩa kĩmũtuire nĩ ũtugi watumire njiaro waliumbire nokiria kirambeha kana rũthingo na njogiragia rĩri ndania thĩ nyũmbo ndeciria ũndũ ũcio ngamenya nĩ ũtugi Wow. Thank you. Mwarori wa Farodhi wa Thayo TV. Karibu guko guga tweko twe Riviera Roslyn. Rito uri higiricite pasta ma. We oigaga ndathie no gwiciria kinyaga village market kana Tulivers. Nari oka haha Roslyn Riviera. Gwa gitonga giki. Ofisi. Wauzi onge. Riu tugikarite haha nja na it's such a nice place na no kwa office ya Hekalu Company Limited ya mundu gwitwo Alfred, and today is a big day
ona ningi ukiona kiheo giakwa nigetha uri ugukihotana ngari no ige baruthi ni undu ni urahotanie ke kiheo kiu gwike atia nguongerere ngari nona kiandige kuga tundi ui nokorwo uri ukuhotana hota kuigwa iga baruthi nguongerere ni undathimaga ni ukugwa nake pastor ambia gwitetera ningi yeah riu ri gwika atiriri kwa Ngai gutiganagia negwa gwaku no kuigane na kwa Fred no kuigane ona ndiuga uria kuigane igwe ati tatauga ndauga gwaku no kuigane no kwa Ngai gutie kuigani kuma ria twambire kuhunjia twaihũria thi andu aigua kanitha wiganetie acirika kana ngari kana migunda kana taito na undu ucio wakira Ngai witu ni mwihokeku na ngacokeria Ngai ngatho tondu ni mwagiriru Jesu witu ni mwega niguo no mothe nyonire ukire na studio yothe guku mothe tuga na studio nigetha ndona ukire nginya na ndagitari kati ndagitari ora athi na kure yaki athi koici kuma wathie marindiri no uke nginya na ndagitari nyako heo kiheo kiu taguo Kevin taguo Kevin na ungiona twina mundu ya wiriga kuhonoka ica ikuhi kuria gwa Barothi TV reke ndimurutire wira ono amore wa ithe witu urahonokire ica ikuhi thiini wa Barothi TV and we thank God because of that ndimera guka honoka ri athi akiuragia andu bara uri onake undu ucio no amukenirie muno ukugwa ngiakuonira haraihu ri ni ona atamuranitwo na Ngai nduria ngi ni endaga gukonfirm we haraihu that's great yes na ithio turiaga pio negwa twiriganite nawe gatene muno we ni wehitha tikuhitha Nyandaro no arima waru ingi nigetha uke twendie wari kurima waru we muno ri ndu andu meciagia ati muhunjia ati no kuhunjia ndakionio urimite nginya ng'ombe ni riu goguo mamenyere ni amba kuhuruka hanini agathie kurima na ng'ombe ni na kwina nguku na kwina waru na makiria macio mothe Ngai ni akoretwo mwega ni mwihokeku makiria macio mothe ni mahoya na kumathio thio wa Ngai tondu ko tutimathagia Ngai ndie tungiriko Barothi wamenya haria twathomagira ndakwira wamenya haria tumite imegari mkono wa Bwana aya andu mathia haria ni kia ngari kana ni ka ngari magakorwo muthuri haria mweru na he ndari ka ngari na ndinakwira ndiatungana na muthuri hau muhanaine no ru ndiarigwo uyu muthuri ni mweru na wewe muiru sijui hii mahesabu iria daji ndairirio ni githomo ndwende na degree wow ni riu koguo ri ni tayo na ingetua kurugama gavana degree ni nyingi nonya degree muraturia hamwe na degree na ndona Barothi kwira atiriri torire ndirira thangithiururuka ndokire studio ngikwira ndina ndumiriri ya bururi na ngikwira memenyerere muno aria monaga me mbere mahota gwakorwo ni a mwisho muno na ngira andu undu ndapostire thiini wa Facebook yakwa na ngira andu atiriri andu yothe aspirants yothe ya kwamba kila mtu anaendaga kwake nyumbani they talk to one another they eat together wanaambianaga wewe ulinitukana vibaya sana unajua wewe hata ulinichogoa kule but mimi ni Barothi tunachagua ya kwamba tunapigana vita tunachukiana tunadharauriana tunasema because huyu ni wa UDA na huyu anafanya hivi but for them they eat together they walk together they share together wanasema shara zile uliuza hapo ulinichavulia vibaya sana so kile ambacho tunafaa kuelewa na kujua ya kwamba as a Christian or as a Kenyans or the Kenyans in our nation or the Kenyans in diaspora by the way nimekuja kurealize tuko na watu wengi wako Israel ambao ni wa hapa Kenya wengine ni wa Kikuyu wengine watatu ni wa Kamba mmoja aliniambia anaitwa Wanzea na huyo mwingine aliniambia anaitwa Duko na huyo mwingine anaitwa Motie something like that and tuko na watu wengi mahali pale so no matter they are outside of this nation remember we are one people one voice there is no damu ya Mkikuyu ya Mkaba ya Mruya na ninawaambia hivi hao wanaume wote mnaona na wanawake wanafanya aspirants ni wanaume hawana kazi kutoka mwezi wa 8 saa hii wanatafuta sisi ndio maofisi wanapita na application ni vile hawezi waka-apply wana-apply na matusi wana-apply na maneno kuongea vibaya kukuambia huyu mtu si mzuri lakini for them they eat together so never hate your brother or your sister
Never chukia Mkenya yule mwingine because ya watu ambao hata deputy president ni mtu ambaye anatafuta kazi next year mwezi wa 8. Huyu governor wa Nairobi anaitwa Nigathe. Ya kwamba ni mwanaume ambaye hana kazi, anatafuta kazi ya next year. So usikubalishe Farodhi kwa maana hana kazi afanye uchukie your brother or your sister because ya kwamba ni watu ambao wanatafuta kazi. Na hivi wanakupigia magoti, hivi wanakufanya utukane na ufanye vyovyote vile. Tukiingia mwezi wa 9, utajaribu kumpigia simu, utajaribu kumuomba basari, utajaribu kumwambia niko na mgonjwa, utajaribu kumwambia uko na shida. Yule utakuta ni Pastor Ngaruiya, utakuta Farodhi, utakuta Freddy, utakuta wale wengine because those are the brothers and the sisters, not the aspirants. Na hiyo nimemaliza. Okay, good. Wacha nikaribishe kiongozi mwenyewe Alfred Bahati Musau, Director Hekalu Company Limited, na ndiye mwanzilishi wa kule KONZA Phase 1 and 2, na najua hata hivi karibuni huenda ata launch Phase 3. Ingine sasa itakuwa moto, lakini hiyo sikupei kuihusu leo, ngojea kwanza. Iko maneno matamu kuihusu ambayo tutakuwa tukiangalia in few days to come. So tunajua ni jioni na giza itatupata, so we want to be a little bit hurry kidogo. Najua ukiangalia mahali Pastor Ngaruiya amekaa, kuna kitu kizuri sana kiko hapo. Maana Alfred nimemjua na kupeana na he's a nice man. Unakumbuka alisema mimi na wewe na Virginia tunaenda Israel? Tunaenda Israel. Courtesy of him. And of course Irene. Unajua mwanaume hawezi amua kitu kama bibi haja confirm. Yeye ndiye anatia sahihi. Kama ni hawa wacha waende. Kama hajatia sahihi. So Irene mahali popote alipo because sijui yako wapi. Tuseme abarikiwe sana 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 sana. Na tunashukuru Bwana. Although kuna kitu Farodhi amesema, mimi siku hizi na correct kila kitu. Farodhi amewekelea giza. Ate giza itatukuta. Nisi tunaenda kukuta giza because tumepewa siku kutoka asubuhi. By the way, ngoja. Ni mwangaza hupotea ama ni giza hukuja? Biblia inasema ya kwamba in the book of John chapter 1 inasema ya kwamba wakati mwangaza uliingia, nuru haikuweza kustahimili nguvu na uwezo wa mwangaza. Lakini kinena kuhusu mwangaza inanena about Jesus Christ and the word of God. So sometime ya kwamba when mwangaza, hata ukikuja kwa giza na torch hivi, ya kwamba ukute torch hivi, giza inapotea. Ukikuja na giza uirushe mahali kuna mwangaza, haiwezi ikastahimili the power ama uweza wa hiyo mwangaza. Okay. That's why sisi wa Kristo, kwa maana tuko na mwangaza wa Kristo. Shetani atakikuja na uchawi na uganga na ushirikina yote. Okay. Ana uwezo. Good. So Alfred, karibu sana. Asante sana. Thank you so much. Siku nimemaliza introduction yako. So leo ni siku kubwa. Manake hii gari Alfred anaipeana kwa watu wa KONZA Phase 2 kama gift. It's only that lazima tuifanyie lottery hapa, but it's a gift. Kwa hivyo that's why hii session tumeita ya Thanksgiving. Manake hii anaipeana tu. Si ati kwa sababu mtu alinunua KONZA, lakini kwa sababu Alfred alisema anataka kupeana gari kuwashukuru hao watu, manake waliinvest bila kumjua na wakainvest kwa haraka sana na wakamaliza mali yake, and he's a happy man. Lakini siri alijua. Kampuni yake aliita Hekalu. Yule ambaye alimpatia hiyo ufunuo. Unajua ukiwa in a synagogue or in the sanctuary or Hekalu, everything is okay and the Lord is there. Sasa ukisikia chenye tunaleta Phase 3, hata utashtuka. Lakini karibu sana Alfred. Thank you so much. Yes. Yes, things are working. Being in Hekalu, it's a precious and a very good moment for us to be working for it. Kuna wale tumetengeneza title wananipigia simu wameshukuru sana. Yes. Na wengi sana wananiambiwa hawajawahi, yani wanasema yani hata hawaamini. The process has been smooth na Mungu amewawezesha. Hata kuna mwingine alinipigia jana. Farodhi, kwa nini yangu hamjaandika plot number? Nilicheka, ni rafiki yangu nilicheka nikamuelezea polepole. Zile plot numbers ni zile zinawekwa na surveyor za kuidentify plot yako, lakini title number ndio muhimu. Na plot number ni data ya surveyor na sisi, sio ya registrar. Yes. No, and the other thing nataka kuambia, hata zile walipata, kama mtu alikuja akaona shamba na akapata plot number. Sasa kwa sababu title zimetoka, tumeng'oa hizo plot number. Sasa tumeweka
title number. Title number. Kwa hivyo hata ukituma surveyor na title yako, atalocate mahali shamba yako. Anapata hiyo. Kwa sababu sasa ukimtuma tuseme number 14 ama number 70. Ataenda kutafuta wapi? Lakini akienda na title number 12 something, anaenda naipata kwa ground, anakuambia kwako ni hapa. So if you once you receive the document, that is your plot number now, not the earlier one. The earlier one was just an allotment number. Kwa hivyo pia kuna jamaa alienda kuangalia akapata tumengoa hizo tukaweka hizo akasema hiyo ni nzuri. So karibuni sana and it's a very good day and a very happy day. Mimi ni kusema tu asante na kuendelea kushukuru and being in God's presence. All right. Thank you so much. So pastor, nataka nikupe dakika 15 za neno kwa kifupi. Amen. Ndio tuweze kufanya kujua mshindi ni nani. Alafu kisha tuende kwa next session. Amen. Na tunashukuru Mungu sababu pia pastor amekuwa nasi, alianoint zile shamba. Na kwa sababu tunajua si watu wote watashinda, ni mtu mmoja. Tunataka pia kubarikisha hilo shamba kwa wenye wamenunua, likuwe la baraka. Amen. To God be the glory. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Farodhi unifanya nijue Mr. Friend na Irene. Najua Irene alikuwa ameenda majuu kidogo, atarudi. Acha nikutengenezea haka, kutoka chini sana. Unajua uzee unaigia tu. Hii mambo ya digital. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya wema na fadhili za Bwana. Farodhi, siku ya leo tumekuja kwa ajili ya jambo moja ya kitu ambacho kinaitwa thanksgiving. Nimeona ukijaribu kushukuru kwa media, kwa njia zozote because of the vile ulipata ile award. Na so ya kwamba ningetaka kufundisha the secret of the password of heaven. Ukitaka kujua the password of heaven, ninafurahishwa na neno la Bwana vile linasema in the book of Amplified Bible, inasema in the book of Psalms ya kwamba thanksgiving it is the master key or it is the password of heaven. Ya kwamba kushukuru Bwana ni kifunguo ambacho kinafungua mbingu. Watu wengi wanang'ang'ana vile Mungu aweza kuwajibia maombi, lakini kile kimezuilia watu wengi kujibiwa maombi juu ya maisha yao, hawana moyo wa shukurani. Wako na moyo wa complaining. Ukisoma in the book of Genesis, Biblia inasema ya kwamba and God remembered Rachel. Alikuwa amefuga mimba ya Rachel. Lakini wakati alifungua mimba ya Rachel, Rachel alikosa moyo wa shukurani mbele za Mungu. Na Biblia inasema wakati alipata mtoto akamuita Joseph. Joseph maana yake ni kusema nipe kengine. Na Biblia inasema ya kwamba Rachel conceived. Lakini the time she conceived, Biblia inasema after 9 months akaweza kugive a son. Na wakati mkunga alikuwa anapokea mtoto, katikati wakati yule alikuwa anamzaa, yule mkunga ama the midwife akamwambia, Mungu amekujibu na kulingana vile ulisema, baba nipe kengine. Kuna watu wengi wako na Joseph katika ndani ya maisha yao. Ya kwamba Mungu aliwatendea lakini hawana moyo wa shukurani. Kama kuna kitu kimeni challenge ni kampuni hii ya Hekalu. Because ya kwamba beside na kuuza shamba, hawaja kuja kusema ya kwamba hatujui kama itugharimu pesa, lakini wamesema wako na appreciation ambao wata appreciate yoyote ambaye alinunua, lakini bora tu baraka ni moja. Imekusanyishwa baraka za hao watu wote, ikaigizwa katika baraka moja, na yule ambaye atapokea hii baraka Yakoba ni mtu mmoja katikati ya hao wote. Lakini kuna yule Mungu ambaye amechagua. Ukisoma in the book of Psalms 50 from verse 14, from verse 1, Biblia inasema niitieni wale ambao wamefanya agano na dhabihu mbele za Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba I'll call heaven and I'll call earth, Yakoba to become a witness between my people. Na Biblia inasema ya kwamba sina shida na matoleo yale mnanitolea, sina shida na sadaka zile mnanitolea, lakini kile mmekosa ni dhabihu ya shukurani. Na Biblia inasema ya kwamba dhabihu ya shukurani, Biblia inasema in the book of Psalms 50 from verse 14, inasema ya kwamba toeni dhabihu la kunishukuru. Na yoyote anatoa dhabihu ya kushukuru ananitengenezea njia ya wokovu. So Farodhi, kuna kitu naweza kuambia siku ya leo. The key ya kufanya Mungu akutembelee sio kuvuja mapepo sana, si kulimahanda na kulimazeka na kulimakata.
Kile Mungu anasema moyo wa shukurani mbele za Bwana. Na siri ambayo ilikuwa na Daudi from the Psalms 1 mpaka mwisho, siri ya Daudi ilikuwa kumshukuru Bwana. Anasema ya kwamba niseme namna gani mbele za Bwana, bora tu nitoe moyo wa shukurani. Na so ya kwamba kile Mungu anaangalia, the power of sacrifice ndio inafanyaga mambo makubwa itendeke. That's why the Bible says, wale ambao wanatoa dhabihu la kunishukuru wananiheshimu mimi kama Mungu, wanajitengenezea njia ya wokovu, na wakiniita wakati wa shida nitawaitika. Sio watu wote Mungu hujibu maombi. Sio watu wote Mungu huitika wakati wa shida. Lakini hapa Mungu aliapa na neno lake akasema, wale wote wanatoa dhabihu ya kunishukuru wananiheshimu mimi kama Mungu, na wakiniita wakati wa shida nitawaitika. Psalms 50:22 inasema, nisikilizeni sana enyi ambao mnamsahau Mungu, nisije nikawararua vipande na kukose mtu ambaye atawatetea machoni mbele zangu. Lakini baadaye anasema ya kwamba wale hutoa dhabihu ya shukurani huniheshimu mimi kama Mungu, na baadaye nitawaonyesha njia ya wokovu. Ninajua ya kwamba kuna wapendwa wengi wamejiuliza juu ya maisha yao, kwa nini wale walinunua phase 1 ndio wamenunua phase 2? Kwa nini wale wamenunua phase 2 ndio wamenunua phase 3? Because ndivyo tumewaambiwa. Shida yetu ni hii moja tu, ni siri ya moyo wa shukurani. Farodhi, ukisoma in the book of Genesis pamoja na Fred na wale wengine, usome in the book of Psalms and in the book of Numbers, wana wa Israeli wakatetesha Mungu, hawataki chakula za malaika, wakasema wanataka nyama. Mungu akasema je, na hapo ndio nilisema Sunday, watu wengi hawataki neno la kweli, sasa wanataka kutembea na mwili. Because hao wana wa Israeli walisema hatutaki chakula za malaika tena, tunataka kitu ambacho kinaitwa nyama. Biblia inasema Mungu akaambia Musa, nimesikia kuteta kwao, nimesikia kulalamika kwao. Waambie siku ya kesho waamuke asubuhi na mapema, na mimi kama Mungu nitawaletea baraka na nitawaletea nyama na wakule washibe. But Biblia inasema in the morning Mungu akaleta quails, watu wakaokota quails. Yule aliokota bucket kidogo ni bucket 10. Biblia inasema ya kwamba hawakukumbuka kumshukuru Bwana. Na Biblia inasema ya kwamba watu wale wakati walianza kukula nyama, Biblia inasema moja ikiwa sahani, hiyo ingine ilikuwa kwa mkono, hiyo ingine ilikuwa kwa mdomo, na hiyo ingine kwa koo. Wakakosa moyo wa shukurani. Mungu akaghadhabika kwa ajili yao. Biblia inasema ile ilikuwa kwa mkoo akaifunga. Na Biblia inasema aliua watu, sijui kama walikuwa 20, I don't know, but in many thousands of people. I cannot recall the number. But Biblia inasema ya kwamba mpaka mahali pale pakaitwa Kibroth Hatava. Farodhi ni watu wengi wako Kibroth Hatava. Hata wachungaji wengi tulitendewa tukakosa moyo wa shukurani. Tuliinuliwa tukakosa moyo wa shukurani. Tulitendewa mtu watu wengi ni Resho akipatiwa mtoto hakusema Mungu nimeshukuru, alimuita Joseph. Joseph maana yake ni kusema nipe kegine. Biblia inasema ya kwamba after kukale huyo mtoto for 9 months, wakati alikuwa anazaa mtoto, yule mkunga akamwambia Mungu amekujibu kulingana na maombi yako. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwa ajili ya uchungu hata Lecho aliona baraka lakini hakuifurahia, na ndiposa akaita huyo mtoto Benoni. Wakati alimuita Benoni akakata roho. Bwana yake akasikia Jacob, akasikia mtoto bibi yake Resho amekufa. Akakimbia akauliza wameita mtoto namna gani? Akasema amemuita Benoni. Benoni, it is a man of sorrow, it is man of pain, it is a man yani ni mtu wa uchungu na huzuni. Baba yake akasema no way, hata kama umeitwa na mama yako Benoni, siku ya leo nimekubadilishia jina, utakuwa unaitwa Benjamin. Na hii ndio siri ya kumshukuru Mungu, ya kwamba nguvu katika Kristo Bwana na kufanya Mungu akutendee na ajibu maombi yako na atende mapenzi yake juu ya maisha yako ni moyo wa shukurani. Watu wengi ni kama Recho, ya kwamba Mungu akiwanyima hata wakipata ploti moja, kuliko kwanza washukuru Bwana, wanaanza kumwambia Mungu, wanasema Joseph ni kusema nipe kegine. Recho hakufurahia baraka. I discipline myself. Hata mimi nikiwa mchungaji, every time, hata even kupreach kwa Farodhi TV, anasema mtoe sadaka, kitu cha kwanza nachukuaga children home, namwambia God, I give you glory because all this is you're doing, and that's why we have gathered today in a hekalu, ya kwamba hii kampuni tukuje tumwambie Mungu ni asante kwa ajili ya kushindania wale ambao walinunua phase 1 na sasa na phase 2. We have more than 1,000 reasons to give you glory and to give you honor.
And that's why Fred and her wife wamekutana mkutano wakasema ya kwamba siku ya leo tuko na gari, tunataka kupatia watu wale ambao waliweza kujitoa ya kwamba na kununua hii shamba. Na wewe mpendwa, jifundishe siku ya leo to understand the password of heaven. The password of heaven sio funjo, lakini ni moyo wa shukurani. Daudi akasema ya kwamba igieni maragoni mwa Bwana na sifa moyoni. Igieni maragoni mwa Bwana na kumtukuza kwa kila jambo. Waweza kosa kuona kile Mungu amekutendea, lakini waweza kuflashback your spiritual life, your physical life, useme nothing else but ni hii kitu ambacho nimefika ni mkono wa Bwana. Useme kama vile Daudi alisema, Israeli tuseme namna gani? Kama sio Mungu alikuwa upande wetu, maadui wetu wangetumeza tukiwa hai. Si ya kwamba tulikuwa na pesa mingi ya kununua hii shamba, si ya kwamba tulikuwa na uwezo mkubwa, wengine tuling'ang'ana, lakini ubali huu Mungu akatushidania. That's why we have gathered here tonight kumwambia Mungu apokee sifa, apokee utukufu kwa ajili sio kawaida. Wengi mmejaribu kuinvest many years, wengi mmejaribu kusave na kununua plot, wengine mlinunua mahali kama baba yangu alinunua mahali, waliuziwa mpaka walinunua 1998, mpaka siku ya leo hajaipata title. Mpaka leo nimesunguka maofisi yote, na finally waliniambia pasa, kuja tupige deal na wewe tukutolee kadogo ya baba yako. Nikamwambia no, because I know kile ambacho mliandika ya baba yangu, lakini wewe Mungu amekusaidia. You have a praise you can call my praise. Ya kwamba hakuna jambo lingine ni kumwambia Mungu apokee sifa, apokee utukufu na heshima zote. This is the power of thanksgiving. The power of thanksgiving. It opens the doors. It opens the physical and the spiritual doors. It conquer the ancient door and everlasting gate. Na inasifanya ziinue vichwa vyao na kunapatikana ushindi juu ya maisha yako. Mungu akanena in the book of Exodus 23, although nitainena kwa Farodhi TV siku ya Friday. Mambo matatu unafaa kufanya kila mwaka, ukuwe na moyo wa shukurani. Daudi kile kilifanya Mungu amtolee ushuhuda, aseme I have seen a man after my own heart. He was a man of thanksgiving. He was a man ambaye alikuwa na moyo wa shukurani na mbele za Bwana. Unafaa ukinyonyesha mtoto kwanza unamshika hivi, unasema God, hii ni maziwa ninatoa, I give you glory. Huyu ni mtoto nimepata. Ukijua ni wengi hawana watoto, ukijua ni wengi ambao hawana mbele wala nyuma, lakini uko na kusudi ya kumwambia Bwana apokee sifa na apokee utukufu. That's why we are here to say thank you to the Almighty God for his doing. Tunajua sio kawaida wewe kupata pesa na ununue shamba, iligharimu mkono wa Bwana, because hata hapo nyumae kuna wakati ulikuwa na pesa haukuweza kununua shamba, lakini upande huu Mungu akakugharimikia katika hii kampani ya hekalu. So God bless you and discipline yourself kumwambia God, ninataka kujua na kuwa na appointment na wewe, na appointment na Mungu is having the heart of thanksgiving. God bless you so much and God do you good. Wow, thank you so much. Amen. Bishop Dr. Ngaruiya. Tunashukuru Mungu sababu yako. Thank you kwa sababu umewalk na najua cha muhimu zaidi najua una furaha. Yeah. Unajua ulikuwa unaogopa nisije nikakupeleka mahali alafu wakose kutoa title. Sasa Farodhi hapo. But Farodhi kuna kitu ulinihakikishia. I remember, sijui kama you can call back, it was last year, kitu mwezi wa 5 hapo. And you told me, Pastor Ngaruiya, trust me, I cannot make your name to be tarnished. Siwezi nikafanya jina lako litanishiwe na mtu yoyote. And whatever, na ukaniambia, you remember, na sijui kama ni vizuri kusema hapa. I remember tukiwa S3 Garden, kuna kampuni ulikataa tatu za mashamba. Yes. You remember? Acha niwaambie hapa. Ukaniambia this a deal, na ni kampuni na studio liko beach, but because Pastor Ngaruiya, mimi namuogopa Mungu na ninataka uwazi na kitu ambacho kinaitwa transparency. Hapa ninasikia hata kama ninataka pesa, wacha zikae. Ni mahali hata huhitaji maombi ndio uambiwe hao watu si wazuri. Already you have the conviction. Kwa hivyo wow. Alfred, sisi tunashukuru. Unaona hizi documents, this is phase 1, this is phase 2. Wow. Nafikiri I can only thank God and thank God also for you. Sababu pia kukuwa honest ni kitu muhimu sana. Kuna kitu tumekosa hii dunia. Hata kwa aspirants. Ni kitu kinaitwa honest. Aspirants 20 ilikuwa 20
Hiyo ingine ilichaguliwa 2017. Kuna watu walituahidia kila mtu atakuwa na airport hapo nje. Na barabara za kwao hata haziingiriki mpaka na tuktuk. Kitu ambacho kinaitwa honest. Yes. That's why unaonaga ukiniambia pastor nataka tuende mahali. Sasa sinaga shida. Zamani nilikuwa na waoga kidogo. But sasa umeniprofia kwa mambo matano. So that's why I'm here. Yeah, so these are the title deeds. Phase 1, phase 2 na kujieni document zenu. This is a very important document hapa nchini. So please come for your document ndio ujuange una shamba ukishika hii document. Kwa hivyo nashukuru sababu ya hizi documents. Unajua ni vizuri even as we gave this award, watu wajue sio kupeana award tu. Title zishatoka. Unajua kuna mahali utaitiwa award, lakini huambiwi title itatoka lini. Shikeni hii gari tunawapea, alafu mjue title bado si zinaendelea kutoka, lakini hazitoki. So sisi as we give you the award, here are your documents, and I'm also happy. Sijui hata niseme nini. So thank you so much Alfred kwa kunisaidia pia kufanya kazi yangu. When you produce such documents, inanisaidia hata kufanya kazi yangu. Kwa hivyo nikiambia watu kuna title, I don't fear. Najua ziko. Sure. Kwa hivyo kwa wale walikuwa na uoga, this is your high time you start trusting us. Exactly. Anza kututrust, hauna choice. When we started, watu walikuwa kujulikana. Na tukapromise tukawaambia we will deliver. Kwanza nilifurahia kuna mtu, na hiyo hekalu ni gani sijaisikia hata kwa TV. Kuna mtu aliniuliza hivi nikamwambia wacha kushtuliwa na jina. Jina hizi kushtue sio lazima ikue kwa TV. By the way, there are so many people wenye hawauzi kwa TV ama kwa radio, lakini they are doing a very nice job. Sure. Sasa mwenye haku anajua hekalu ataanza kuchunguza na hawa hekalu ni ya kinani. Nani mwenyewe? Kwa nini wana manage kutoa title na sisi hatuwezi? You can see our logo is Farm Foundation and it's from Matthew. Farm Foundation. So Matthew 7:24. Yes, 7:24. Farm Foundation. Tuko na hiyo Farm Foundation of doing what is right. Unaelewa? Yes. We do what is right in the eyes of God first, and then in the eyes of our fellow believers. Na tunashukuru sana. Yes. This is just God's grace. Na tukipeana, tukipata tunapeana. Kweli. So really thankful. All right. Sitaambia Pastor Ngaruiya anoint hii gari, manake mwenye atapewa yeye ndiye ataamua. Unajua ku anoint sio ku anoint. Sure. Ku anoint is a process. Kwa hivyo yeye ndiye ataamua kama mchungaji atai-anoint. Unajua kuna mtu anasema msi anoint yangu acha nikae nayo hivyo. Kwa hivyo that's why tutai-anoint. Ndio mwenye ataipata ataamua kama Pastor Ngaruiya atai-anoint, because it's unajua sio anointing is not just by the way. The pastor si umwagilia mafuta alafu hapana. Ni kama nasema it's a service. It's a service. By the way, it is ni ibada. Wacha tuite ibada. Wakati Mungu alikuwa anaelezea about dedicating things. Ukiangalia vile alinena about dedicating the Lord in the book of Leviticus. Unajua kwanza ikidedicatiwa Lord alisema ya kwamba mchungaji afanye variation, si mwenye shamba. The pastor who dedicated that Lord to do the variation. Ndivyo Mungu alisema. Na ndipo sasa uliona Yesu akisema mjagaji mzuri anakaa chini na kalamu na karatasi anahesabu gharama. So when it come about dedication, hata wakati Yesu alipozaliwa, ya kwamba dedication yake wazazi wake walielewa si kawaida. Na ndipo sasa walimpelekea Simeon katika hekalu na wakampatiana, na Simeon wakati alimchukua akasema Mungu, nimeona Mwokozi na mikono yangu na macho yangu, sasa waweza kuchukua roho yangu. Kwa hivyo dedication is not by the way. Dedication si kama vile tu mnaidaga baby shower. Nilikwambia muachage kuita watu waende baby shower. Mutaharibiwa watoto hapa mkisema ni baby shower tu. Kuna watu tu wanacheka na wewe. Hebu niulize Fred because he is my friend. Anaitwa Fred and he is my friend. Uliniunganisha na yeye. Nimuulize miaka yote amekutana nayo. Ninajua hajawahi kosa mtu ambaye hamuongeleshei ama amemchukia bure. Ni wengi. Haya, walikuwa marafiki zako ama mlijuana nao wakiwa maadui? Walikuwa marafiki. So understand that whoever become your enemy or whatever eat you, chochote kile kukuraga, hata nikitaka kukukula saa hii nitaangalia vile unauza mashamba, vile uko mwaminifu, vile unapeleka Pastor Ngaruiya na Farodhi na Virginia kule Israel. Baadaye I'll make a friendship with you because you're afraid. I'll make a friendship with you. I'll take you to river. We take coffee. Some people speak to even to this water. Kuna mama ambaye ako hapa na nitaonyesha Farodhi.
Farodhi, kuna mama nataka kukuletea. Na huyu mama nilimrekodi na nikasema, nikamwambia tu ukimwangalia huyu mama, she was a well up, a rich man, alikuwa na utajiri mkubwa, alikuwa na mali mingi sana, alikuwa na mambo. Huyu mama unaona hapa, huyu nilimchukua kwa ofisi Thursday. Huyu na nakutafuta, nilimwambia nita make sure nione kama atakufikia. Na kile kilimaliza tu ni watu wa familia. Sasa amekataliwa Kenyatta, amekataliwa hospitali zote, na ugonjwa wake hata ujulikani, na alienda kwa nyumba yake, kile kimeoccupy huko ni kitu kinaitwa is all. Na watu wa familia wakamwambia kule Western wameamsha the spirit ya mzee, wameileta katika nyumba. So whoever come to become your enemy. Sio watu wote wanaona Wanyabura akiwa mjamzito watu wanakuja kumwambia baby shower hapa. Na anaangaliaga makai ya Farodhi, anasema gai mara maana gari wa Wanyabura wika. Sasa akikuja baby shower, he speak to that child. Wewe utakuwa subufu, hautazaa huyu mtoto, na anakuhangi tu. Anasema hivi nyuma. Biblia inasema people are wicked and evil. So that's why we dedicate things, and that's why we normally allow, hata ukipata mtoto, ita baba ya mtoto, ita mchungaji ya muombe, baadaye kuliko uita watu hapa wanakuja mtoto, wananenea mtoto. Biblia inasema our tongue, in the book of Psalms 47, our tongue is a pen of a skillful writer. In the book of Job, you shall decree a thing and that thing shall come to pass. No matter nani ameliongea, either ni mganga, ni mchawi, either ni mwenda wazimu. Yeah. Okay, kuna mgeni hatuku introduce hapa, nasikia ndiye Chebukati. Leo nataka asalimiane, mpatie hii microphone. Asalimiane. Sijui kama najua Kiswahili, hiyo ndio shida, so acha tusikie. Okay, habari zenyu. Mimi naitwa Florence Berry. Karibia microphone. Na ni mimi nilikuambia kuokoka, kwa hivyo nangojea Bwana asifiwe. Okay, habari zenyu. Mimi naitwa Florence Berry. Mimi ndiye receptionist wa Farodhi. Receptionist. Yeah. Sio watu wako wakuruta wira, Yesu ni mwadhabi. Wewe haujamaliza? Ulikuwa unafanya introduction. Sasa wewe ndiye nini chairlady wa IBC hapa. Ushamaliza na mimi ndiye nitachagulia mwenye atawin. Sijui nani atawin. Maybe uko tu hapo unaniangalia, maybe ni wewe utayin. So tulia tu hapo kidogo. Yeah. Sasa ukimwambia tulia kidogo na ndio sasa kama ndiye atawin maybe. Aya, so let me hope everything is very much okay. Na darona haho guole. Hena. So yeah, zote ni 84. 84? All 84. All 84. So whichever Barodhi way decides to do it, kama whatever ulisema, and then now whatever will remain, sababu hivi zikitoka nafikiri ni kuna mahali. Yeah, na Beki Momanyi anashukuru, anawashukuru sana. Okay. Anasema tumezoea kushika mashamba sana microphone. Taito. So, hizi ziko hapa ni raffle tickets, ni za kuandikwa, and therefore the most important thing is your title, your plot number is your raffle ticket number. Is it? Yes. Kwa hivyo whichever number we pick, na mwenye waonyesha wasiseme hakuna kitu kiko ndani, na mwenye atapata akuwe hata amelala bado ni yeye. Yes. Kwa hivyo hii that's why hata hatukufaa kuwa notice kuwa notify ati tutakuja kufanya, because hata kama utakuwa umelala bado ni wewe mshindi, because your plot number can't change. So your plot number is your raffle ticket number. Sasa hapa hapa ndipo mtu anaambia Mungu nilikuomba shamba pamoja na gari. Si kusema shamba peke yake. Na unajua title ziko hapa. Title ziko hapa. So hapa ni Mungu tu. Huenda labda uliamka tu ukashindwa, kwa nini leo nimeomba sana? Na hauku unajua tutakuja, kwa sababu we actually never said we are coming. Hatujaongea mahali ati tutakuja kufanya hii nini. So huenda labda hata umeamka tu ukajipata unaomba, unashindwa, hii leo si nimeomba. Kumbe ulikuwa unaombea hii gari na haujui. Sasa leo ndio tutajua.
So my sister hapa ndiye tunataka afanye, sisi hatutaki kuguzana na hii kitu. Tunataka Florence akuwe in charge. Pastor Ngaruiya atakuwa ameobserve kabisa. Asikuwe ameambiwa, you know, although haezi jua. Hapa haezi jua. Unaona hizi? Hata pastor ukaambiwa useme hizi ni namba gani huwezi sema. Hawezi ukajua. Hazionekani. So hata akiwa labda ameongea na mtu akaambiwa uangalie, lakini hata ungeongea na yeye lini? Na hawakujua hata tunakuja leo. Kwa hivyo this is a very nice opportunity for everyone mwenye anatazama na mwenye amenunua kukua makini sana ama kumakinika wakati tunapofanya hii draw. Kama ni wewe utakuwa mshindi number 1 na hauko Kenya, let's say maybe mshindi hatakuwa Kenya au atakuwa Kenya, but kama hautakuwa Kenya you can decide kutuambia mwenye unataka tupatie hii gari akae nayo. Sawa sawa, because maybe wako na watoto huku, labda utataka tupatie mzee wako, labda ni because I know there is a process ya kufanya transfer ya logbook. So you will guide us, wewe utashinda. Last time tulikuwa tunapeana gari mahali, mtu wa UK ndiye alishinda. Na unajua alinifurahisha juu alikuwa ameketi na mzungu wake kwa gari wakienda nyumbani. Sasa mzungu wako anaelewa ni nini? Kikuyu wetu. Woi. Hawaambiagi wazungu venye wanafanya. So alikuwa anamwambia, you won what? What did you say you won? Sasa huyu anatuambia mutiariege kuona ndia ndaigua ndakuri yeto buroti. So no ngai ni mwehokeku. So kama ni wewe utashinda, utatuelezea vile tutafanya hii gari. Ukisema nikachukue, ni sawa, nitashukuru. Unajua unaweza sema Farodhi, mimi magari kwangu ni mingi, so chukua hako. Ama waseme Pastor Ngaruiya, hako kanaweza hubiri. Ukiekelea speaker juu weke karia. Unajua by the way ni kama unajua unaweza, si unajua kuna watu wako na magari mingi sana. Yeah. Kama zile zako. So huyo ukivia gari yakwambia, ai sasa si unipatie kitu kingine badala ya gari. So unajua unaweza ni kama let's say kuna watu kwa familia zetu walikuwa wanakaa vizuri. So hata ukifanya shopping au mshtui, heri tu ungekuja kama umesimama. Juu shopping kwake si shida, vitu zimejaa kwa nini, kwa wardrobe. So mali tulienda tukanunua uga ya soko. Paketi 5 za uga. Mafuta ile ya solid. Kilo 3. Sukari. So tukawapelekea. So baadaye ya kutupeleka wakatufugia vizuri. Na wakatuongezea hostess. Hapo juu. So finally tulishukuru Bwana tu. Yeah. Anyway. Unajua ile ripoti alikupatia anakurudishia yako ile na ile mafuta ya solid. Anakuongezea yake. Kama mtungi ya kilo 10 ya Elianto na anakuwekea zile hizo anakuwekea 10. Karibu akuulize hapo kwenu kuna children's home iko karibu. Yeah. Sasa hiyo haujabakisha hata nini? Hauna na ulikuwa. Anyway. Mungu ni mwaminifu. So Florence unafikiri unapeana kumbe wewe ndio unapewa. Ulikuwa unafikiria unapeana unakuta unapewa. Ni kama hivi rafiki ya Farodhi ametuambia yeye ako na V8 ya 22 million. Yeah. Sasa Florence ndenda urugushanie maratathi macio, urugushanie thoboshanie pio kamera imwe korwo rorete hau iria ngi turorete nigetha ndakae kuhitha kamwe. Urugushanie pio, urugushania. Haya sasa nataka kai sasa imagine ukishinda haki. Yaani unajua labda hata mwenye atashinda hata hakuwa anafanya, unajua by the way unajua mshindi hata kuangi akiexpect. Anasema watu 84 hapo siwezi patikana. Akishinda utakuwa umepatiwa kickstart. Hata labda hata ako jikoni ameacha TV yake ikiongea.
Ameacha TV yake ikiongea. Ati hiyo gari mpaka iko na sunflower. Kuna mtu anajibiwa maombi yake siku ya leo. Maombi ameomba kwa miaka mingi. Maybe alikuwa anaomba hurubaro. Unajua shida yetu tunagojeaga tukiomba Mungu tunagojea kuja kwa mlango anapitia kwa dirisha. Unagojea kujia kwa dirisha anakujia kwa ventilation. Ukiangalia the Mungu ili amkumbuke mtu ambaye anaitwa Esther ama Hadasha. Unajua walimuita jina Esther because Hadasha ilikuwa inamaanisha fragrant hiyo manukato. So wakasema muite Esther ili jina Hadasha liondoke. Na so ya kwamba watu walikuwa wanamchekelea hata wale walikuwa naye. Sasa wewe unajua wasichana wa Susa wametoka from India mpaka hapa Egypt. Susa ilikuwa imeanza India from up to Egypt. Alafu washidana na Wakikuyu. Bana pesa sana. Anyway, dumana iko igere na ndamenya utotile na matawa. Ama tuko nao Kevin? Haya, kwa hivyo lazima tuharakishe kidogo. So our returning officer si returning officer wa presidential election anakuanga Chebukati. Ni returning officer wa presidential election. Umekoroga tena. Kabeli kamera moja usitoe hapa. Kamera moja ikuwe imeangalia hapo. Haya, koroga kabisa. Koroga. Ulikuwa unajua kupika uji? Kuna zingine ziko huku chini. Ati nasikia venye Florence anasema ati anaweza wina sema ipatiwe Florence. Ujage kazini na gari. Alikoroga vizuri. Haya, mshindi uko kwa mitambo. Mshindi uko on. Haya. Sasa nataka Florence. Sijui utatumia strategy gani kupick. Nataka kwanza you pick 20 of them. Hiyo nyingine uweke kando. Toa tu kihesabu hivi. Upick sehemu tofauti. Upick sehemu tofauti unachukua chini kando. Haya, 1 2 Pole usikuwe na haraka. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Riu tamakaru acio mareherio marauga kai riu mangai toko ni ndeherio ndacokio na thi. Haya sasa weka hata sasa kiuzieke hapa. Hizi ndio zinataka zimwagwe sasa huko. Chukua hiyo mwaga hapo sasa, hizo nataka uzieke hapa. Bas, weka hizi hapa. Good. Weka hapo, koroga. Ciugo cia kanua gakwa iti. Koroga. Leo ni leo. Andu mabiriko makaguko Animoras aina Phyllis wa Shira. Ruthi Kenywa, kuna mwingine anasema umeweka hapa ni Regina David. Ati mnatuweka. Haya, ni Morasa unajua kwa huku Kenya? Ni Morasa kwa huku Kenya. Ni Morasa anacheka tu. Nimeona mahali na hapa sasa nataka muimagine hivyo ndio election itakuwa. Kwa hivyo kuna watu watakuwa wako mahali tu wana sweat. Kwa nini watu haswetegi wakigojea Mungu? Kwa nini hawakuagi na hiyo tension wakigojea Mungu? Igwetira hivi. Hawatukangi. Yaani mtu atakiwa kwa maombi katika prayer center anamwambia God na kuhitaji Mungu. I'm the next. Okay. Haya, select 10 out of those. Chagua 10 hapo. Hiyo sasa ni semi-finals. Hii. Quarter final. Hii ni round 16. Baka nastuka na sio mimi. Haya, good. Very good. Kwanza hiyo kufunga macho ndio nzuri.
Bas. Hizo ni 10. Hizo mwaga pale. Haya. File ciaro iga gai toko ni gakwa kamwe moiga mukatoitwo haria. Ate ni mwake jikia na hau ndesa wati horo. Umeziweka hapa, koroga. Ehe. Wairimo ana anasema ana sweat mahali papate alipo. Ate yake hiyo kukoroga. Haya. Acha tuone ni madharau ama ni haya. Sasa nataka hapa unitolee give me 5. Just pick 5. My heart is beating faster. Kuidesta. 5. Hizo zingine mwaga pale. Gai. Sasa hili bwe. Tumebakisha 5. Alright. Haya. Ni kunoma. Leo ni kunoma. Tuthiete wega andu a Ngai. Tuthiete wega pio. By the way, si mwenye atashinda anipatia gari. Unajua nilishinda kikombe. So, reka tuikare hau metha iguru riu. Riu haria gikabu. Riu haha ni hahiu. Hapa watano. Haha kuraringana no hoya maita maigana muthenya. No ria withiri ya gucokia ngatho. How many times do you pray in a day? Hapa sasa siri ni maombi. And who is praying now? And who is praying now? a prayer of today cannot solve the problem of today. Yeah. Haya. By the way, mshindi mwenye atashinda tutajua, hata hii ingine tutajijazia tu ni Wajakoya. Guy. Ama ni anaitwa nani hao wengine? Kuna anaitwa mwe something mo do mwero do what? Anyway, hata Abdibadida si alikuwa na alianguka. Tukamsahau. Wega watakuwa kama maino ya area. Haya. Round of 5. Sasa fanya hivi nichukulie 3. Hizo zingine uweke pale. Hata siangalii. Haya. Kai wai. Sawa. Haya, hizo zingine chukua Kevin ziweke huko. Jina David aracamoka agacoka akahorera. No tuthiete. Kwani ni rapture? Yeah. Hii ni rapture. So tumebaki na 3. Sasa hapa kwa 3. Okay. Nitafutie wawili hapo. Moja iende huko. Pick 2. Haya, chukua hiyo weka huko. So tumebaki na wawili. Tamaka. Wewe funga macho usifungue. Haya. Tuanze kuhesabu sasa. In the counts of 50. 49. 48. 47. 46. 45. 44. Unaweza simama hata mtu aone gari ndani kwanza mpaka 44. By the way. Ameona nje. Nafikiri wacha basi nikaribie na hapa. Yes. Wacha nikaribie na hapa. Nuko 44. Haya, wacha tuingie na mpiga picha wangu. Ndio anza kuona gari yake mwenye anachukua, kwani iko nini? Wacha tufunguliwe kamba. Watu wa Mungu tuko 44. Msikuwa na tension. Hii si general election. Haya. Very good. Si wanaona?
We, iko na mafuta niwashe? Iko na mafuta. Sinilia button? Na iko na cutout. Sinilia button? Iko na cutout. Acha nikuonyeshe. Bora wananisikia, si wananisikia? Haya. Iko wapi? Fanya hivi. Hivi alafu kanyaga hapo. Okay. Hapo na mguu. Hiyo mguu ya 今日は6月16日 Right. 木曜日です。 Haya. Yeah? Okay. Bas. Gari ndio hiyo. Na mimi nilikuwa 44. And now tuingie 40, tulikuwa 44. Haya 43. Imetest gari iko sawa. 43, and now we are in 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 25, 24, 20. Toba Torino, nani anataka kuokoka? Sofa, wacha tuulize nani anataka kuokoka? Tuko 20. Yeah, unajua tutaweza kuzuilia watu wa kuokoka na maybe hataokoka. Apata. Kuna mtu anataka kuokoka saa hii. Kuna mtu aliokokaga kwetu kanisani akabarikiwa hapo hapo. So nani angetaka kuokoka so far? Leo ni leo. Haya 19, 18, 17, 16, 15. Kamera moja iangalia hapa. Kabeli, kamera isitoke hapa kwa kura, kamera yako. Haya, tuko 15, 14, 13, 12, 11. Acha nipumzike kidogo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Niulizie tena mtu ambaye anataka kuokoka so far. Unasikia mahali imefika? Regina David. Ungetaka kuokoka? Ungetaka kuokoka? Mimi nataka kuokoka, nimefika mwisho. Lusekags. Lusekags, huyu nitaombea kuokoka saa hizi. Unaona tumeanza kuvuna kondoo. By the way, hata last time kuna mtu aliokoka. That time kuna mtu aliokoka. Kuna mtu aliokoka tukipeana gari nyingine bado. Hallelujah. Haya. Oh my God. 4, 3. Yeah, form umeibia because umeposti pamoja na waboy. So irudia 5 tuone kama kuna mwingine wa kuokoka. Imagine hiyo tension yote mko nayo, hata wengine hawakununua shamba na wako na tension. I wish kama hiyo tension itaweza kuwa nayo kanisani. Neno la leo litakuaje? Mungu ataweza kunikumbuka leo. Si Mungu anifungue siku ya leo. Si Mungu akomboe familia yetu. Si Mungu abadilishe kilio changu. Si Mungu tu anitoe hapa gav, I establish my life. Si Mungu tu anifanye nipate document. Nani huyo anataka? Naombi wago pia mimi ningependa kuokoka. Hallelujah. Wangapi wangetaka kuokoka Hao ni wawili. Sasa? -2 in the kingdom of darkness and +2 in the kingdom of God. Hallelujah. Nani mwingine angetaka kuokoka? Shakabakanda bazeria. Vile Swashira anasema ni anxiety. 2.5. Tuina kesha nene muthenya wa Friday.
Katame tumate hivi. Tuko na kesha kubwa siku ya Friday. Nitahubiri about the test of God. How Mungu hujaribu watu wake. Na Sunday tuko na ibada kubwa, don't miss. Na tomorrow ni deliverance service. Nani mwingine angetaka kuokoka? Hiyo anxiety mko nayo. I wish and that tension. Sasa wengine mpaka wanasikia tumbo inawaka moto. Kuna wenye wako na goosebumps. Proud Kakwale anataka kuokoka. -3 in the kingdom of darkness. In Jesus name. Wanamaanisha. Ai nike pastor ma. Wow, -3. Nani mwingine angetaka kuokoka? Regina araigwa gate akoroka akauga tuli kiki nyamu giki. Haya 2.25. Ole, Regina David bana asiwe. Nani mwingine angetaka kuokoka? Hiyo quarter imebaki. We have 3 now. They want to receive Christ as their personal savior. Hallelujah. 2. Amen. Karibuni katika ufalme wa Mungu. Karibu kumalizia. Kuna mwingine anataka kuokoka kabla nimalize? Ana Bethy Benta aravuga pasa kumaliza marudhi ya malize. Leo turaba kohera ndo akoroka kamwira tureketi. Ule ale Francis ijagere muthuri wa alizire. Mwenye atashinda siaki anipe nifanyage kazi ya taxi nayo. Kingdom work, bless you pastor. Good job Hekaru. Haya. Kipruto. And finally, wacha tuombe watu wa kuokoka. Wewe waweza Yesu kurudi saa hii na wataenda na gari. Wataiacha hapa. Unajua biguni imetulia hivi. Biblia inasemaga mmoja wakati ameokoka. Activity in heaven zinanyamaza 1 hour. So hao watatu wamenyamazisha biguni 1 hour. Biguni imekaa hivi. Mungu ametuangalia hapa. Hapa ndio Rosi Muhando alitoa hilo wimbo inasema jamani Yesu anacheka. Because now biguni imetulia. Na because ya hiyo wale ambao wanataka kuokoka rudieni nyuma yangu. Sema Bwana Yesu, siku ya leo nimekata kauli ya kuokoka. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Uliandike kwa kitabu cha uzima. Siku ya leo nifanye kiumbe kipya. Ya kale yameisha. Nifanye upya siku ya leo. Nifungue kwa minyororo yote na vifungo vyote vya dhambi na misingi na maofu yote. Maagano yote haina nguvu tena juu ya maisha yangu. Mimi siku ya leo nimeokoka na Yesu amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu Mungu Baba nimeokoka na kuamini. Amen. God bless you so much to receive Christ. Yesu akirudi saa hii unaenda biguni. Tuendelee sasa. Wow. And finally number 1. So, let's now tuingie hapa. Just select one. Kwani ulifungua macho? Sijafungua hata sioni pale. Oh. Haya, just pick one. Usiangalie. Chukua tu moja. Bas. Tosha. Kevin chukua hii toa hapa. Leta hii. Imagine Fred ndiye amepeana na anastuka. Kamera ikae hapa sasa. Kamera ikae hapa sasa. Huyu sasa si yake atafurahia huyu. Tamaka. Kai. Imagine aliamuka bila gari. Amekaa na stress za kila siku bila gari. Lakini Mungu alikuwa amepanga atakufugia siku ama atakubabazukia siku kama uko Amerika na baraka ya gari. Who is like our God? Amemlazimisha Fred anunue gari because of you. You're supposed to love God more than 10 times the way you love him. Farodhi. Aya. Sasa hapa nafungua, bas tujue mshindi. Hapa nafungua next, mshindi. Sasa huyu mtu yani unapata title na gari na logbook. My goodness. Hata sijaangalia. Haya, wamulikie.
kabla niangalie. Plot number 28. Wow. Congratulations. Nataka sasa Alfred aende kwa data yake. Atuletee namba ya simu na jina. Tujue nani mshindi, tujaribu kumpigia simu kama atakuwa online. Bas. Yes. Yeah. Haya. Tuangalilie. Haya. Kuna simu zangu huko. Plot number 28, congratulations. Oh, hizi ni zangu. Nimechanganyikiwa mpaka nimechukua. Nafikiri zote ni zangu. Haya. More than Kevin, shika hiyo mulike hapa. Yes. Mulika hapa ndio tuonekane. Hey. Plot number 28, congratulations. Congratulations. Enda kuona kama atajijua. Kama yuko sema niko. Kama uko sema uko. Haya, wacha Alfred atuangalilia ndio tujaribu kumpigia simu, ukuje na jina yake na namba yake ya simu. Unaona hata yeye ana shake. Oh my God. Anafaa kuwa anajijua because kila mtu anajua plot number yake. Kwa hivyo lazima kama anajijua aongee hapa aseme ni mimi. Yes. Kama ako hapa na amesikia ni namba yake imetajwa, anaweza tuambia. Plot number 28, congratulations once more. Ama amelala. Unaweza pata hata yuko live hata hatuoni. Kwa hivyo wacha tuletewe details na we thank God for hata wengine tunawaombea ndio hizo plots zikuwe za baraka kwenu, because tulijua tu mshindi ni mmoja, but we shall pray for the others. Tunangoja mshindi atangazwe kwa jina and then we call her or him. Hatujui ni him or her. We may suspect ni her kwa sababu her ni wengi sana KONZA. In fact wanaume sijui kama walifika 10. I'm sure hawajafika 10 KONZA. So upate hata ni you never know. Lazima hata ni mwanaume hata kama ni hao 10. Upate ni mmoja. Leo sitaki kuongea sana. Unaona hata yule ambaye umesema ni Chebukati sasa anatetemeka hivi ni gari de. Gari ni na mgoda. Imagine. Yani uko na logbook na uko na title na unaweza peleka bank zote upewe pesa. Title unaweza peleka, logbook unaweza peleka. Wow. Hallelujah. Haya, tunangojea mshindi. Wale hiyo hau. Turehero muhotani. Na hii baridi ya mwezi wa 7 ni kama imeanza huku. Hapo kuna baridi. Sikika baridi kameshika. Nini? Nini wamefurahia hivyo? Yeah? Kwa nini? Huyo mama bidii ameweka. Huyo mama bidii ameweka. Hebu chukua hii. Rachel Morethi. Rachel Morethi. Huyo mama ameweka bidii, aliniambia. Aliniambia Alfred alinunua number 46. Akaniambia Alfred nichagulie the other number. Akakwambia Alfred amenichagulia number 28. Rachel Morethi. Akatupa pesa ikarudishwa. Na akalipa akamaliza. Jana ameniambia title zangu ziko. Rachel. Phone number. Uko nayo? Unajua hapa niko na Rachel wengi, sasa sijui who is who. I have a lot of Rachels here. Wow, I didn't even believe it. Rachel Morethi, wewe umetoka korwe toro. Yaani baraka inakupata ukiwa umelala. Just give me the number ndio nijue kama niko nayo. I must be having her number. Most of watu wenye wamenunua KONZA niko na namba zao.
Ndio hiyo. Amen. Haya kumbe yako live. Ay guy. Alingoja tufanye game fixing. Angesema amekataa kusemea huko akuja kusemea inbox. Haya. Plus 1 ajua ako hapa. Nafikiri hapana ndio huyu. Nafikiri ndio huyu. Alitoka face 1. Good. Wow. Wacha tuongee na Rachel. Rachel, we are now calling you from wherever you are. We would wish to hear your words za furaha. Yes. I hope Rachel nitakupata. Yuko live. Okay, Rachel. Sasa wewe ndiye napigia. Weka simu yako vizuri. Ama amezima data akaenda kuomba. Ai. Unajua unataka kuniibisha sina data. Wewe kata nitapiga. Hey, wala ngojera sina data. Mimi nikose data aje. Huyu anapiga. Haya, mwambie akate. Wacha tumpigie na hii. Unaacha nimwambie akupigie. Hapana, niko na data. Wacha nipige. Good. Yes. Shidwa kwa nini? Wewe Rachel. Hello, habari gani? Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. I praise him. Thank you, Lord. Hallelujah. Rachel. I'm so happy. I'm so happy. God is so good. Thank you, Jesus. Abawere ngai uri okwenda. Niko mushokeria ngatho. Hallelujah. Nimeruka. Thank you so much, Lord Jesus. You're so faithful. Ngora nyuma na inyuĩ throughout. Wow, nĩ kwĩroragira no ndũkwaragia. Ndikwaragia me, I'm always a silent follower. What is the secret? Tatwĩre thiri nĩkĩ? I just loving the Lord and trusting in him. That's it. Guy. Yes. Ndwamenya ona ithuĩ no twendete Ngai na we tũhethirie ngĩ we. Nĩ ithoko wĩ mũhoi mũno kana. God. Gĩthũri thiriri. No kũmũhutia Ngai o ũguo. Rĩu ũkugaga atĩ hĩndĩ yothe tũgwĩkaga kĩhĩtahĩtano kĩu na ndũgũkĩmenya no ũhote. Ona ndiuma no horo, but I told God if it's mine, give it to me. But if it goes to anybody else, I just praise him. That's it. Oh, yeah. Wah, tũkiuge atĩa? No kũgoca Mwathani, and I just want to thank God, and I appreciate you guys for your faithfulness, and you have just been very transparent. You are a trustworthy group of people, and I thank God for you guys. Rachel, tatwĩre kwanyu nĩ kũ gũkũ Kenya? Gwitũ gũciarwo njiarĩirwo Kiambu, kũndũ gwĩtagwo Rari. But I have lived in Molo for a very long time. Okay. From 89, I was in Molo up to 2011. Yes. Ugicoka nduri wi muhotani uhana wa Jakoyo turaina guku tumumenyete nginya kwao nginya bari ciao riu no wago wi ku tha ici tha ici wi ku where I reside here in the world. Yes. Outside Kenya. Yes. I am in the US. State in a state
in a state called Massachusetts. I hear Pastor Ngaruiya having trouble Kwisha, mentioning nenda na riu them. amuhingica. Kamota ngiri kuu tu riu ndangigweta kiu. Riu menyete ndiramita Massachusetts. Ona kabonge ga weriri. No, uge Boston. Wega Boston ni right. Kabonge ga we ni Minnesota. The Boston. Ekundu gwitagwo riri Massachusetts. Massachusetts, good. Yeah. Niamenya. That's my state, yeah. Wow. Riu ri Ngai wathire kuo ri mundu witu. I came here in 2011. After God opened ways in a very miraculous way. Rugano rwakwa nĩ rwaihu mũno barũthi njiguaga tũrũgano ũkĩheana hau tũgatũmandĩre because I remember where I passed through. But I would want to tell everyone who is listening to you that there is a God in heaven. Just trust in Him. Even when things get so rough and you have no hope of tomorrow. I was talking to my children sometimes back when they were telling me we didn't have a hope of tomorrow. Without tomorrow, we'll be dead. But instead of dying, God opened ways and we came over. And it has not been easy, but we have continued to love God and to love Him and walk in His ways and ask Him to help us through. Okay. Yeah. Riu ngari nĩ weno riu ũkwenda thiĩ kũ ciana ciaku ciĩ gũkũ? I'm going to coordinate. Ngwamba kuga ngari ĩyo ikare moko-inĩ ma barũthi for now. Very good. Amenya Ngai tu agũteithie uge wĩikare biũ. Nĩkĩ? Rũmenya andũ nĩ mahũthĩtie mũno. And then I was just talking to my son online. I feel like going to Kenya. I just feel like just going to Kenya. Okay. And so I think I'll coordinate with you after here. All right. Yes. Okay, thank you so much na congratulations. Twakihotana nawe tuona no ukionera kihotire gikombe. Amen, hallelujah. I just do praise God. Kwanja tuhotete ithuĩ tutingĩrigana no tucenjanie ikare na gikombe. Parozi, I want to say something about Alfred. Yes. Not only Alfred washagurire. What? Yeah. Yes, and I kept asking him, why is it that people are leaving what is wrong with it? Is there a problem with the landscape or what is the problem? I told her, pick this one. Ndameririkana harĩa yarĩ. Pick this Yatigĩtwo ĩike handũ tiguo? She said, okay, give me Yeah. that. She didn't even argue. Wow. That's so nice. So Alfred 28 gekimera, that's fine. You have picked it and I'm just taking it. My goodness. That's so nice. Yeah. Yeah. Tukiuge atĩa tiga tukiugire congratulations. Hallelujah. Na wĩ wa kĩrathimo tondũ out of andũ 84 ndũgathake hau kiuma kĩhĩtahĩtano kĩritũ. Yes. Ona nĩ njũĩ hĩndĩ tukuga onoria icio harĩa nĩ njũĩ okorwo kwĩra Ngai tokorwo nĩ ndonorio. Oh God. I was just following. I was just following and just waiting to hear who has won and just be happy for them. That's my motto. That's what I do. When a brother is blessed, I'm happy with them. Wow. Yeah. Okay, thank you mũno makĩria Rachel, nĩ twakena na nĩ njũĩ nawe nĩ wagĩkena mũno tondũ kũhotana nĩ kuga atĩ nĩ maũndũ maingĩ mũno kũhotana to ngari. Amen. Tondũ ũngĩona njiguaga ndikĩrĩ mũtaũri wa iroto mũno no he mũhunjia wanjĩrĩte ũngĩrota na ngari ĩkorwo ĩkĩrũgamĩrĩra ngotungata. Yes. Rĩu koguo nĩ kuga ũngĩkĩrirĩti maũndũ macio rĩ we ũkĩrĩ ndungata no gĩthiĩ na mbere na gũtungatĩra Ngai tondũ Ngai ndarekagia andũ ake. Amen. Hallelujah. So thank you so much. Amen. No kĩgĩe na kũu nĩ thaa cigana? This is around 11:45. Ata cigana? 11:45. Cia mũthenya. Cia rũcinĩ. Oh, okay, that's good.
Yeah, we just had like kind of breakfast to early lunch. Okay. And then we prepared to go to work. All right. Yeah. Thank you so much. Na Ngai agĩkũrathime mũno makĩria. Na ithuĩ nĩtwagũkenerera nĩtwakenerera ũhotani waku. Nĩ kũgoca Ngai nĩ Jesu anenehe mũno makĩria. Amen. In all this, all glory goes back to him. Yeah, sure. Amen. Amen. All right. Thank you so much, and God bless you. God bless you. I love you, brethren, so much. God bless you. Bye bye. All right. Asante. Wow. Kaĩ rĩu ũguo nĩguo ũhoro wa kĩrĩkĩrĩra hau ĩ Alfred. Yes. Yaani wewe ni mtu wa bahati au unaitwa Bahati sikumbuki. Unajua anaitwa Bahati? Anaitwa Bahati. Alfred Bahati Musau. Alfred Bahati Musau. Musau wa Hekaru. Yeye ndiye alimwambia achague hiyo 28 na hiyo ndio imeshinda. In fact hata title yake iko hapa. Title yake iko hapa. 28. My goodness. Haya, okay. Pastor, si umalizie na maombi. Wow. Na ni vizuri tuwaambie kuna kitu inakuja hivi karibuni inaitwa phase 3. Yes. Phase 3 of Hekalu. Very soon. Kehere mitambo-inĩ. Very soon. Phase 3. Na hiyo itakuwa moto. Moto. Sitakejua. Keep waiting. Tuko hapa tu. Sindio Alfred? Yes, and na tunaenda Israel bado. Israel, but na watu wamelipa. Sana. Watu wamelipa. Kuna wale wamepromise to strike out, tuingize wengine. Kwa hivyo kama hujalipa bado na kuna wengine wanataka kulipa, communicate mapema, aingie kwa lineup. Yes. Na hata tunafikiria kuna mwingine tutaongeza next week. Yes. Anaitwa ni rafiki wa Pastor Ngaruiya anaitwa Karago. Tunasikia jana tukiwa kwa mitambo tulisema tumwachi. Kwa hivyo next week tutaongea na hawa watu. Ndio pia unajua mkulino kuwa ameenda huko na unajua sio wakulino wengi wanaingia ndege wamepata hiyo nafasi. Unaona hiyo ni mzuri. Sasa si mtaangalia maneno next week. We also have another friend mwenye nikutumia Paul. Yes. Alilipa? Bado. Lakini atalipa pia. Ni rafiki yangu bado na watu wameendelea kulipa. Na mukiri hage tu dora no irabata. We only have a month and a half to close. Tufunge registration. Okay. Kwa hivyo mtu anataka kuongea na Alfred kama unataka kwenda na sisi na Pastor Ngaruiya kule Israel. So piga hii namba ya Alfred, hata kuna mwingine nitumia namba yako jana, sio kama amekupigia. Reach out. Peana namba yako ndio mtu anataka kwenda Israel aongee na wewe. 0722 39 0722 3955 29 0722 395529. Hiyo ndio namba ya Alfred. So kama unataka kwenda Israel, pigia Alfred hiyo namba, inbox ama WhatsApp. Lusekaga sana kaide nataka kwenda Israel, please basi ndio hiyo namba hapo. Tukutane Israel October 5. Tutapitia Egypt. Alafu unajua pastor hajui kuingia Israel, tunaenda na basi. Vile tidage tunatoka nayo huku inapaa na natungojea inaenda we huko tunaingia na basi from Egypt. Wow. Tunaenda na basi lakini kutoka hapa kwenda Egypt ni how many hours? About 4 hours. 4 hours? About 4 hours, yeah. Kwa hivyo ni kama kwenda Dubai? Ni hapa tu. Yaani pastor pahali pa 4 hours hata hatujaienda. Ni wewe. Hata Naivasha hapa. Unajua mambo ya Naivasha. Haya, sawa. So thank you so much, mbarikiwe zaidi, tunawapenda sana, mzidi kuwekeza na sisi. Na ithuĩ kĩrĩa tũiga nĩkĩo tũhingaga. Ithuĩ thire shortcut. Sisi hatunanga shortcut. Sisi hatunanga tutiendete kuhenania na kĩndũ kĩrahutia mbeca. In fact hata kama ni kudanganya si udanganya na kitu kingine lakini si kitu inaguza pesa ya mtu. So you will never hear us talking of something that you will not see yourself. Kwa hivyo kama ni title ndio hizi hapa, gari ndio hii tulikuambilia, shamba utakuja uione. And that's all. Israel utaenda. Na Israel tutaenda, utatuona na Mungu azidi kuitwa Mungu. By the way, mzoe kufanya vizuri sababu sisi it is out of kufanya vizuri tulipo hiyo safari ya Israel. And thank you also for appreciating us. Sio watu wengi wamezoea ku appreciate. Na kwa sababu si watu wote wameshinda, nataka Pastor Ngaruiya aombe hao wengine na ndio awape baraka.
za Mwenyezi Mungu, ndio pia shamba zenye wamenunua zikuwe za baraka, lakini sio za machozi. Yes. Amen, amen. God bless you so much. God do you good. Yesu akasema kila mtu ako na siku yake. Najua kwamba huyo ndiye alikuwa Mungu ameteua na amechagua ya kwamba aweze kupokea hii gari, na Mungu akaweza kumbariki akiwa kule Massachusetts. God bless you so much. Tunawapenda sana. Mungu akaweza kuwatendea mema. Tukutane katika kesho katika deliverance service na Friday katika mkesha. Don't miss. Na niko na topic nzuri sana sana sana, na Mungu ataweza kutenda mambo makubwa na atatenda mambo ya ajabu. Na siku ya Saturday tuko na ibada maalum, na najua kwamba tuko maombi katika wiki hii about tumekuwa tukiomba about being equipped and to know the divine direction of God. Na hapo ndio nilikuwa nasomea watu katika rancha wa siku ya leo, God test people, akitaka wajue njia zake, na tunashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake na fadhili zake na ukuu wa jina lake. Baadaye tukutane next week. Next week nataka kuitoa siku 3 za ofisi, za kuona watu katika ofisi kutoka asubuhi mpaka jioni, na tutawabia siku ya Friday, na Mungu ataweza kuwabariki na aweze kuwatendea mema. God bless you, na Mungu akaweza kuwatendea mema. Wacha tuombe. Baba, ni asante kwa wema wako na fadhili zako na ukuu wa jina lako, mfalme wa ajabu, mfalme wa amani. Unatawala na umetamaraki milele Jehova. Ni asante kwa Alfred my father na familia yake Jehova, pamoja na Farodhi TV, Mungu wa Israeli. Nasi kutukusanyisha mahali hapa Jehova, na kupitia yeye Bwana wapendo hawa Jehova ukawafungulia njia ya kupata mashamba. Tunatagaza ukapokea sifa zote, ukaweza kuwabariki, ukawapatie mali na pesa Jehova, wakaweza kuwajibika na kufensi mashamba yao Jehova, na wale wanataka kujenga na kununua phase 3 Jehova my savior, na waombea neema ya safari, na waombea neema ya ushindi, kwa maana hii ni safari wamefunga Jehova ya kumiliki mashamba katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia neema yako na ushindi wako. Zile gome huzuilia watu wasinunue mashamba, zile gome huzuilia watu wasijenge, zile gome huzuilia watu wasiwe na amani katika mashamba yao, tunazinenea siku ya leo hazina uwezo, tunazinenea hazina mamlaka siku ya leo, na tunatagaza upenyo na ushindi na neema katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli, upokee sifa, upokee tukufu Bwana. Hata yule ambaye amepata hii gari Jehova, tunatagaza baraka zako na ushindi wako Jehova. Endelea kumpanua, maana ni ushindi wetu sisi zote Bwana, na tumefurahia kwa ajili ya matendo yako, kwa sifa na utukufu kwa jina lako Mungu. Utukuzwe na uinuliwe Jehova, uhimidiwe mfalme wa amani. Kumbuka hao wameokoka Jehova, wote tunawaombea ushindi, tunawaombea kibali, tunawakaribisha katika wokovu. They are more than a conqueror, watashinda gome zote, ya kale yameisha na ushindi wako umeonekana. Kwa sifa na utukufu kwa jina lako, uhimidiwe mfalme mwema, utukuzwe mjemadari wa vita katika jina lako takatifu. Ni asante kwa Alfred na jamii yake Bwana, tunatagaza ushindi wako juu ya mahali hapa, tunatagaza mkono wako